ulisimama upande wa injustice na huyu alisimama upande wa justice, irahisishe katika namna ya uwajibikaji, maana kila mmoja atawajibika. Nilikuwa nikiangalia moja ya nukuu za Martin Luther King Jr. kule Marekani. Aliwahi kusema, if you stay silent against the injustice that are happening to others, that same injustice will one day knock at your own door. Ya kwamba ukiamua kukaa kimya na kunyamazia matendo ya udhalimu, matendo ya uvujifu wa haki, matendo ya uonevu yanayotendeka kwa wengine, ukasema mimi sina upande, it is none of my business, hayanihusu, matendo hayo ya udhalimu siku moja yatabisha hodi mlangoni kwako. Kwa hiyo hauko salama. Usalama wako ni kuchagua upande, uwe upande wa wanaonyanyaswa, wanaoonewa, wanaolia kutaka haki, ama uwe upande wa wadhalimu wanaotumia nguvu na dola na mabavu kuwaonea wengine. Che Guevara, mwanaharakati wa masuala ya haki za binadamu na mwanaharakati wa ukombozi, kuja Afrika na raia wa Cuba, aliwahi kusema maneno hayafuatayo ya kwamba those who remain silent are also criminals when it is necessary to speak the truth. Ya kwamba wanaokaa kimya, wanaochagua kunyamaza, kujifanya kama hawaoni, kujifanya hayawahusu, mambo mabaya yanapotendeka wakachagua kunyamaza, na wao ni wahalifu vile vile, maana wamenyamaza katika wakati ambapo unapaswa na ni muhimu na ni lazima usemwe ukweli wenyewe halisi ulivyo. Unachagua upande gani katika nyakati ngumu ambazo taifa linapitia? Watu wameuawa, watu wamepigwa risasi. Unachagua upande gani? Watanzania tuna tabia ya kujinyamazisha, kujifanya kama vile yani hatulioni tatizo lililotokea. Tunaona kama vile yani watu wana tabia ya kujinyamazisha, yani kukaa kimya kana kwamba hakuna tatizo. Tatizo lipo. Mwalimu Julius Kambarage yeye aliwahi kusema ya kwamba hatuwezi kutatua matatizo kwa kunyamaza kimya kana kwamba hayapo. Hatuwezi kutatua matatizo kwa kujifanya kama vile hayapo, yani tunyamaze tu kimya kana kwamba hayapo. Matatizo yapo na lazima